Nimesikia bwana William Ruto na mimi nakubaliana na wewe vizuri sana. Nimesikia ukisema ya kwamba wale ambao wamekuwa kikula hongo hautawaibisha lakini utawashika. Ni sawa. Umesema ya kwamba utawakamata. Mimi nakubaliana na wewe kabisa. Wanafaa wakamatwe. Hata sasa wanafaa kuwa jela. Hata sasa wasilale kwa mabibi zao, wanafaa walale jela. Nakubaliana na wewe 100% wakamatwe. Lakini pia yule ambaye aliwapatia pesa siku ya impeachment ili wapige no, utamfanyia nini? Bwana William Ruto tuambie, kwa sababu iko simu ilikuwa inatoka State House. Maseneta walisema walikuwa wanapigiwa simu na pesa zikatembea milioni 2, milioni 10 zikatembea. Hizo pesa zilikuwa zinatoka wapi bwana William Ruto? Kwa hivyo ukipeleka wabunge wale wafisadi kule jela, pia mwenye kupatiana pesa tunataka pia mpeleke jela. Wakenya hamjambo pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa leo kwa sababu nimesikia Mheshimiwa William Ruto wakiwa na Raila Amolo Odinga wakibweka kule Nairobi, wakiwa PG ya wabunge wa ODM na wa Kenya Kwanza, wakisema ya kwamba vile ambavyo wabunge wameharibika siku hizi. Na nikasikia akisema ya kwamba iko kasumba inaendelea kule Parliament na kule pia Senate, ya kwamba kila wakati ni biashara, ni soko huru imefunguliwa huko, wakisema ya kwamba ili wabunge wapitishe kitu ama wafanye any house business lazima kwanza wapatiwe pesa. Ya, iko utapeli na ukora na ufisadi inaendelea kule bungeni. Na pia nimesikia William Ruto last week akiongea hiyo kitu akiwa kule Migori. Na mimi leo hii nimekuja hapa kama Kijana Msafi nikubaliana na William Ruto kabisa. Nataka nikubaliane na Mheshimiwa William Ruto kabisa wakiwa na Raila Amolo Odinga ya kwamba ni kweli ya kwamba wabunge wamekuwa wakipatiwa pesa za ukora na wizi ili wapitisha mambo mengine kule bungeni. I want to agree with William Ruto 100%. Lakini nataka niambie William Ruto kitu moja. Mkumbuke ya kwamba ile siku Mheshimiwa Koimburi wa Juja alisema ya kwamba wabunge walipatiwa milioni 2 ili wapitisha finance bill 2024 ile ambayo ilikuwa imekataliwa na wananchi. Siku Mheshimiwa George Koimburi alisema hivyo, mlishika yeye mkaeka ndani. Siku Mheshimiwa Koimburi alisema hivyo bwana William Ruto, hao wabunge wako wakiongozwa na Kimani Ichung'wah na wala wakora wengine hapo wanakuzingira, walihandaa mbunge wetu Juja hapa wakampeleka kule bungeni, wakalazimisha yeye kuapologize. Walimlazimisha kuapologize. Huyo speaker Wetangula mlikuwa mmekaa naye hapo leo ukisema ya kwamba bunge kumejaa wezi na wakora na wafisadi. Huyo speaker ndiye aliongoza kule bungeni kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Koimburi amepatiwa nafasi ya kuapologize kwa sababu amesema wabunge walilipwa. Mimi nashangaa bwana William Ruto, imechukua wewe mwaka mzima kukubali ile kitu Mheshimiwa Koimburi alisema hapa ya kwamba wabunge wanalipwa ndivyo wapitishe ile mambo ambayo ni kinyume na wananchi kule bungeni. Na leo nafurahia kwa sababu finally hata kama imekuchukua mwaka mzima bwana William Ruto umekubali ya kwamba wabunge wako wa Kenya Kwanza, wabunge wa ODM wote ni wakora, wote ni wezi, ni wafisadi, kazi yao ni corruption. Kukura pesa huko, pesa ambao ndio ili waketi chini waamue kitu ama wafanye kitu lazima wapatiwe pesa ya hongo. Lazima wakule pesa ya hongo. Ni sawa bwana William Ruto leo umekubali. Lakini ile kitu Mheshimiwa William Ruto mkuu wa Raila Amolo Odinga, ile ambaye ningetaka muambie wa Kenya leo hii, kwa sababu mumeambia wa Kenya ya kwamba wabunge wako na ufisadi na wabunge wanakula pesa ili wakae chini kupitisha miswada kule bungeni. Kwa sababu mmetuambia hivyo bwana William Ruto, ile kitu umesahau kutuambia leo hii ambao ningetaka utuambie. Tuambie ni nani anapatianga wabunge pesa. Ni sawa umetuambia wanakula. Ni sawa umetuambia wanafanya ufisadi huko, wanakula hongo, ni sawa bwana William Ruto. Lakini wa Kenya tunataka utuambie nani huyu hupatia wabunge pesa? Kwa sababu hawakuli pesa yao. Unajua mtu pia akihongwa, iko muhongo na muhongani. Kama kuna Kiswahili kama hiyo sijui. Lakini kwa sababu lazima kukuwe na muhongo na muhongani bwana William Ruto, in this case wahongwa ni wabunge ili wapitishe miswada. Sisi tuambie tu, ukue tu mungwana bwana William Ruto. Ukue tu mungwana tu. Utuambie nani muhongani? Nani huyu anahonga wabunge?
ili wapitishe miswada ambayo ni kinyume na wananchi. Nani anawahonga? Nani wanapatia hizi pesa? Kwa sababu wabunge ni kukula wanakula ni sawa. Ni kukula wanakula pesa ni sawa, lakini wanakula wakiwa wamepatiwa na nani? Ini Kikuyu we say garede yego kunya ni kuonio yonirio. Kwa hivyo Bwana William Ruto, jitokeze kwa Wakenya uambie nani huyo anapatia wabunge hongo. Ile siku Mheshimiwa Rigathi Gachagua amefanywa impeachment pale bungeni kinyume na sheria, iko mbunge ambaye alisema ya kwamba, na hata si mmoja hata si wawili, ni wengi wamesema, hata maseneta wamesema, iko pesa walikuwa wanapigiwa simu moja kwa moja from State House. Bwana William Ruto, nataka nikwambie leo hii, it is on public domain. Hawa bunge wamesema, hawa maseneta wamesema, siku Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa anafanywa impeachment, walikuwa wanapigiwa simu kutoka State House, wanaambiwa watapatiwa pesa bora wapige yes, Rigathi Gachagua aende nyumbani. Tunataka utuambie Bwana William Ruto, kwa sababu wabunge wamekubali ya kwamba walikula pesa siku ya impeachment, kuwa mngwana Bwana William Ruto, ukuje kwa kamera uambie Wakenya nani alikuwa anawapatia hizo pesa. Mwenye aliwahonga siku ya kuimpeach Rigathi Gachagua, kuja Bwana William Ruto utuambie nani aliwapatia hizo pesa. Because hatuwezi kukubalisha, hata kama umekubali ukweli eti ya kwamba bungeni kuna wakora na wezi, hata kama umekubali, hatuwezi kukubalisha pia ubebeshe msalaba wa bunge peke yao na iko mtu mwingine pia ambaye ni mwizi amekuwa akiwahonga. Hiyo msalaba inafaa ibebwe na watu wote. Nimesikia Bwana William Ruto, na mimi nakubaliana na wewe vizuri sana. Nimesikia ukisema ya kwamba wale ambao wamekuwa kikula hongo hautawaibisha lakini utawashika. Ni sawa. Umesema ya kwamba utawakamata. Mimi nakubaliana na wewe kabisa. Wanafaa wakamatwe. Hata sasa wanafaa kuwa jela. Hata sasa wasilale kwa mabibi zao, wanafaa walale jela. Nakubaliana na wewe 100% wakamatwe. Lakini pia yule ambaye aliwapatia pesa siku ya impeachment ili wapige no, utamfanyia nini? Bwana William Ruto tuambie, kwa sababu iko simu ilikuwa inatoka State House. Maseneta walisema walikuwa wanapigiwa simu na pesa zikatembea, milioni 2, milioni 10 zikatembea. Hizo pesa zilikuwa zinatoka wapi Bwana William Ruto? Kwa hivyo ukipeleka wabunge wale wafisadi kule jela, pia mwenye kupatiana pesa tunataka pia mpeleke jela. Kitu kingine ambayo umeaddress leo hii nakubaliana na wewe. Umesema ya kwamba iko soko huru kule Senate. Na ati unasema ya kwamba how comes governor anapatikana ako na 150 million? Hiyo pesa ni ya wananchi. Ni kweli ni ya wananchi. I agree with you, Mr. President. I agree with you, hizo pesa ni ya wananchi. Lakini wale magavana wamefanywa impeachment, wakapelekwa pale Seneti. Wengine wakatimuliwa na wengine hawakutimuliwa. Tunataka utuambie Bwana William Ruto, nani huyu hupatia maseneta pesa? Wanapiga kura ya yes, wana impeach magavana wengine. Kwa mfano, gavana kama Waitito, iko maseneta walikula pesa. Iko gavana Mama Kawira hapa juzi mwenye amefanywa impeachment kule Seneti. Na iko magavana wengine walipelekwa huko na wakakuwa salvaged. Tungetaka utuambie William Ruto, nani huyu hupatia maseneta pesa siku wanapiga kura ya maamuzi ya impeachment ya governor? Tunataka utuambie Bwana William, tunataka utuambie hizi simu hutoka wapi? Nani huyu hupatia maseneta pesa? Hawa magavana Bwana William Ruto, kwa nini haujawaweka ndani? Ni vipi gavana anapatikana na pesa milioni 150 alafu anafanywa impeachment, akifika pale Senate anawapatia pesa, anakosa kutolewa kwa kiti, anarudishwa, na ni mwizi amepatikana na pesa? Bwana William Ruto, hii maneno umeongea leo hii yote kuhusu ufisadi kule bungeni, mimi nakubaliana na wewe 100%. Ile kitu umesahau kutuambia, na ningetaka utuambie hata kama ni kesho, kwa sababu leo sasa kumekuwa usiku hautaweza. Kesho kitu ya kwanza ukiamuka, tungetaka utuambie wale wabunge hukura pesa iko imetoka kwa nani? Nani ambaye huwa na wahonga? Ile Koimburi alituambia hapa siku ya finance bill walipatiwa milioni 2, sijui 1500 walikuwa wanapatiwa kwa choo ili wapitishe hiyo sheria. Tungetaka utuambie nani alikuwa anawapatia pesa kwa niaba ya executive, because ndio mswada ya finance bill ikuje pale bungeni inakuanga imetoka kwa executive, because first you discuss it in the cabinet. Mkipitisha kwa cabinet, baadaye mnaielekeza kule bungeni ili pigwe kura ipite. Kwa hivyo kupita kwa finance bill, wale watu wanakuanga wameisukuma ni executive. Kwa hivyo kama iko pesa wabunge wanakulanga ili wapitishe miswada, hiyo pesa inatokanga kwa serikali, na sio serikali tu, inatoka kwa executive. Kwa hivyo tuambie ni yakina nani?
Na kama ni kuchoka umechoka bwana William Ruto, mimi nafurahia. Kwa sababu naona umechoka sana, umekuliwa umechoka. Naona William Ruto wamekukula pesa mpaka umechoka. Kuwalipa kila siku ndio kufanyia kitu. Lakini wewe ndio mwenye kuweka hiyo msingi. Uliwaonyesha huko na pesa unaweza wagawia, wafanye impeachment kinyume na sheria kufukuza Rigathi Gachagua ili kuondokea kwa serikali, ubaki peke yako. Na kwa sababu uliwaonyesha hivyo, huyu mtoto wewe ndio ulizaa, nyonyesha mpaka dakika ya mwisho. Hii mambo ya ufisadi kuhanga wabunge bwana William Ruto, hii mambo wewe ndio ulianzisha. Ukaonyesha uko na pesa ya kusukuma kila kitu. Ya? Sukuma mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu hii chakula wewe ndio uliandaa. Kula mpaka umalize kwa sahani. Hatuwezi kuhurumia bwana William Ruto. Na nikwambie mchana wazi, hawa wabunge tuko na wao huku kwa mitaa. Tunakunywa na wao chai kwa mahoteli kila siku hawa wabunge. Tunasikianga kile wanaongeaga bwana William Ruto. Wacha nikuibie siri. Ya, wacha nikuibie siri. Hawa wabunge wako na jama, wanataka wakukule mpaka umalizike. Alafu watakuja kukuruka the last minute. Acha nikwambie kwa sababu unajua leo walikuwa wamevaa suti hapo na tai, wanajifanya mapadri. Walikuwa wamekaa hapo sasa uzikuongelesha, wanakusikiza tu wewe unafikiria mko pamoja na wao. Hao wabunge tuko nao kwa mitaa kila siku. Wako one time ni venye hawakuambii kwako wanakula pesa. Kwa hivyo wacha kurukaruka ukilalamika ati wanakula pesa sana. Hawajakukula bado, mama bado. Kukukula pesa watakukula. By the time ifike 2027 my friend, hutakuwa umekuliwa, pesa watakuwa wamekukula ile hujaiona. Hawa bunge unafikiria hapo mko pamoja wanakupangia njama. And the worst part of it, ile kitu inafanya ni kurumia bwana rais. Kwa sababu pia unajua hata kama tunakulimalima wewe bado wewe pia ni mtoto ya mtu. Ile kitu bwana rais inafanya ni kurumie. For the first time in the history of our politics, 2027 hakuna mbunge atahitaji picha yako kwa posta ili achaguliwe na wananchi. In fact, mwenye ataweka picha yako kwa posta yake itakuwa ni kama kubandika picha ya mganga kwa posta, watu watatoroka. Hakuna mwenye atataka kuona picha yako kwa posta ya mtu yeyote. The worst part of it, ile tu hasara kubwa uko nayo bwana William Ruto ni hiyo. I think in fact wale tu wabunge wachache watahitaji posta picha yako kwa posta zao ni maybe wabunge kutoka hapa Rift Valley wachache. Lakini huku kwingine ili mbunge achaguliwe atakuwa kwanza anaambiwa simama mbele ya Wakenya useme ni one term. So that is why wanakukula saa hii bila kukuhurumia because hawakuhitaji 2027 kurudi kwa viti. Hata nikuibia siri bwana William Ruto. Hao wabunge hawakuhitaji. For them to be re-elected again, itabidi wakuruke. Waseme hata hawakujui. Hiyo tu ndio ile hasara ambayo inakugojea. Nikimalizia. Kwa sababu leo sitaki tuongee sana. Nikimalizia. Hiyo kitu mmesema mkiwa na Raila Amolo Odinga bwana William Ruto. Ya kusema ya kwamba CDF inafaa kuondolewa. Mimi nikiwa kama kijana msafi. Na hii ni maoni yangu binafsi. Ingawaje najua tu naongea kwa niaba ya watu wengi. Hatuwezi kubali ya kwamba CDF iondolewe. Hatuwezi ondoa CDF ambayo inasaidia vijiji zingine kwa sababu wabunge wale wako kwa wakati huu ni wakora. We cannot scrap such kind of a program because of few characters wale ambao wamechaguliwa wakati huu. Na wakati mwingine 2032 ama 2027 pengine hawatakuwa. Tutakuwa na watu wengine wazuri. Hii program ya CDF imesaidia. Ukitembea some part of the country, utapata miradi mingi imefanyika kule mashinani ni ya CDF. Watoto wengi wamesoma bwana William Ruto kutoka wakati wa Kibaki sababu ndio CDF was introduced. Watoto wengi wamesoma na CDF. Wale wazazi wao ambao wako hawana uwezo. Kwa hivyo leo hii mkisema muondoe CDF, eti hiyo pesa ipelekewe magavana. Magavana wale wanaiba kila siku. Magavana wale wanapora kila siku. Magavana wale wameshindwa kuran health sectors. Magavana wale ambao mnashika kila siku wakiwa wameficha mamilioni chini ya kitanda. Hatutakubali kitu kama hiyo. Kwa sababu hizi pesa mingi mnapatiana kwa counties. Hizo pesa zinalipa mishahara. Zile zingine tu magavana wanatembea kwa mahoteli kubwa kubwa, wanakunywa huko mapombe. Zile zingine wakipatia magirlfriend zao. Zile zingine wanahonga ma MCA wasifanywe impeachment. Hizo pesa mnapatia ba counties hazitusaidii. Kwa hivyo kama kuna pesa hatuwezi taka ziondolewe. Ni CDF ile ambayo inapatiwa mbunge, ile inafaa kusaidia watoto kusoma through bursary, na ile pia inafaa kusaidia kujenga police station na kufanya renovation ya mashule na kujenga pia mashule. Hiyo pesa ni muhimu sana ikiwa hapo. Kwa hivyo nikuambie, hata kama wabunge wengi wamekuwa wakora vile ambavyo mmesema,
hatuwezi kubali CDF iondolewe kwa sababu ya wabunge wachache. In fact, iko sheria. Hao wabunge kila mtu onyeshane pesa yake ile anapatiwa milioni 100 kwa CDF, anafanya nini nao mwaka mzima. Iko sheria, tuko na Auditor General. Ya? Mwenye kazi yake ni kuangalia kama hizo pesa zimetumika vile ambavyo inastahili kutumika. Na yule ambaye amekula pesa anafaa kushukwa yeye ndani. Kwa hivyo hatuwezi ondoa program ile ambayo inasaidia Wakenya kwa sababu wabunge ni wezi. Kama wabunge ni wezi, wakamatwe, wapelekwe kotini, wapelekwe jela. Lakini program ibaki. Watu kutachaguliwa viongozi wengine wako na akili na wako na ubinadamu. Na watatumia hizo program kusaidia Wakenya kule mashinani. Kwa hivyo nikuambie Bwana William Ruto, hatutakubali. Ingawaje pia iko watu wanasema ya kwamba hiyo pesa ya CDF hasa zile ambazo ni za basari zinafaa zijumuishwe zote zipelekwe shuleni. Hiyo pia ni sawa, tunakubaliana. Lakini kuondoa pesa ya basari katika budget ya CDF si kumaanisha you scrap the whole budget. Mnaweza ondoa pengine maybe hata kama ni 50 million kila constituency zile ambazo zinaenda kwa basari, mnaweza gawa hizo 50 million zote. 290 constituencies. Hiyo pesa yote iende kwa masomo, ni sawa. Lakini mubakishia wao hizi zingine basi za kujenga mashule, kujenga police station na kuangalia mambo ya mashinani kulingana na sheria. Lakini kwa sababu pia hatuwezi waaminia ati muondoe CDF na bado pia mashule hamupeleki pesa. Hata hizi CDF zimewashinda kwa sababu utapata mbunge hapo at least kuna mtoto anapatia 10,000 analipia shule. Iko watoto wanapata 15,000 wanalipiwa shule. Nyinyi wewe Bwana William Ruto, wewe umeshindwa kupeleka capitation za kulipia wanafunzi shule. So hatuwezi kubali hiyo program ya CDF iondolewe. Na wale wamezembea kazini Bwana William Ruto, kwa sababu iko wale wamezembea kazini. Wale ambao ni kama Raila Amolo Odinga, alikuwa mbunge Kibera for 20 years na hakuna hata choo. Na alikuwa anapatiwa CDF wakati wa Kibaki. For those 20 years I think miaka kama 10 Raila Amolo Odinga alikuwa na CDF kila mwaka na hakujenga hata choo kule Kibera. So bunge mlikuwa mnasomea hapo leo wanaimitate tu nyinyi. Kwa sababu hata William Ruto alikuwa mbunge kule Eldoret North for 15 years. Miaka 10 ulikuwa na CDF, hakuna kitu ulifanya. Kwa sababu hata shule yenye ulisomea primary, shule yenye wewe mwenyewe Bwana William Ruto ulisomea primary ilikuwa ya matope. Na hata juzi tumeona ukitembea huko wakati umechaguliwa kama rais bado shule ni ya matope. Mahali ulikuwa mbunge for 10 years na ulikuwa na basari. Kwa hivyo hao bunge mnasomea hapo, they are only following your footsteps. Wamesomea shule yenu ya uongozi. Kwa hivyo hatutakubali zile pesa zimewekwa kisheria za kusaidia Wakenya ziondolewe kwa sababu tuko na regime ambayo imejaa wezi na wakora. Hatutakubali. Ni hayo tu kwa leo. Kama kuna swali tutachukua. Kama hakuna swali, muhakikishe leo mumeambia William Ruto atuambie wale wabunge ambao ni wakora wanakula pesa ikuwa imetoka wapi. Hiyo muulize William Ruto. Msikose kuuliza William, atuambie kesho atokee kwa kamera atuambie. Wabunge wanakula pesa ni wafisadi. Wako na soko huru kule bungeni. Wenye kupeleka hiyo pesa ikuliwe ni akina nani? So akikamata wabunge, akamata pia hao wenye wanapeleka pesa katika hiyo soko huru. Kwa sababu hauwezi tuambia iko soko ya ng'ombe pale, watu wanaenda kuuziwa ng'ombe na hutuambii nani wanaleta hizo ng'ombe. Soko yoyote lazima iko na mwenye analeta ng'ombe na mwenye anakuja kununua. So usikuja kutuambia watu wanatapeliwa na unatuambia wenye wanatapeli lakini hutuambii nani anatapeliwa. So we want to see the complainants in this case. We want to see the complainants. Watokee watuambie nilienda bungeni nikaenda na hii pesa ikakuliwa sikupitishiwa mswada. We want to see the faces of the complainants. Wale ambao pesa yao imekuliwa huko. Ndio ukipeleka wafisadi jela pia complainant wanafaa kwenda wote. Ama sheria haisemi hivyo. Kukula hongo ni makosa. Na pia kupeana hongo si ni makosa. So mwenye kupeana hongo, mwenye kupatiwa hongo wote jela. Ni hayo tu. Sina mengi lakini tutazidi kuongea. Tulisema ya kwamba nchi ni yetu. Na nchi hatuna nchi nyingine isipokuwa hii Mungu alitupatia bure. Lazima tuitetee. Serikali ni sisi. Sisi ndio wenye ushuru. Kwa hivyo lazima tukae tukizungumza na tukiongea ile mambo ambayo inatuhusu kama Wakenya. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu alinde nchi yetu. Thank you very much.